Asante Katibu Tawala wa Mkoa, Mganga Mkuu wa Mkoa pamoja na timu ya uendeshaji wa huduma za afya ngazi ya mkoa pamoja na halmashauri ya manispaa ya Tabora, ndugu wanahabari, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa niaba ya Mganga Mkuu wa Mkoa, nilikuwa naomba nitoe somo fupi au elimu fupi kuhusiana na ugonjwa wa Mpox ambao ushatangazwa na Wizara ya Afya kwamba tayari imekuwa ni janga la dharura kwenye jamii la kiafya. Nitawasilisha mada hii. Naitwa Dr. Benedict Komba na nilikuwa naomba nianze kwa kutoa tafasiri au nini maana ya ugonjwa huu. Ugonjwa huu ni ugonjwa wa mlipuko kama nilivyosema awali, na unasababishwa na virusi ambavyo vinafahamika kwa jina ya monkeypox, ambao virusi hivi vina mfanano kabisa na vile virusi ambavyo vinasababisha yale magonjwa ambayo tulishawahi kuyaona kipindi cha nyuma, kwa mfano chickenpox pamoja na smallpox ambao tulizoea kuita tetekuwanga. Ugonjwa huu kwa kitaalamu tunauita pia ni zoonotic disease, kwa maana ni ugonjwa ambao asili yake umetoka kwa wanyama kuja kwa binadamu. Kwa hiyo mhifadhi mkubwa wa hivi vimelea ambavyo vinasababisha ugonjwa huu ni wanyama. Na wanyama hao wako wa aina mbalimbali, ingawa kihistoria kwa mara ya kwanza kabisa ilionekana vimelea hivi au virusi hivi vilipatikana kwa wanyama aina ya nyani mnamo miaka ya 50, na baadaye ikaja kudhibitika pia kuna wanyama wengine wanabeba vimelea hivi ikiwemo panya, vicheche. Kwa hiyo ugonjwa huu asili yake kubwa unatoka kwa wanyama kuja kwa binadamu. Na ugonjwa huu mwanadamu anaweza kaupataje? Mwanadamu anaweza kupata ugonjwa huu kwanza kabisa ni kutoka kwa yule mnyama ambao ana hivi vimelea, kwa kumgusa au kwa kutumia zile product zake, kwa maana nyama au vitu vingine ambavyo vinatoka kwa yule mnyama. Baadaye vile vimelea vikiingia kwa mwanadamu vitamsababishia shida, kwa maana vitampa ugonjwa wa Mpox. Na akipata shida ya huu ugonjwa, sasa tunaenda kwa ngazi ya pili ambapo sasa tunaweza tukaambukizana kati ya mwanadamu na mwanadamu. Na kati ya mwanadamu na mwanadamu tunaweza tukaambukizana kwa namna hipi? Kwa maana tukishapata mgonjwa, kwa maana mwanadamu ameathirika, anaweza kumwambukiza mwanadamu mwingine kwanza kabisa kwa kugusana na yule mtu ambaye tayari ameathirika. Na tukisema kugusana, maana tunameshana wakati wa kusalimiana, kumbatiana, kupiga busu. Lakini jambo jingine, kuna majimaji ambayo yanazalishwa na mtu ambaye ameathirika. Majimaji hayo mfano ni jasho, inaweza kawa mkojo, inaweza kawa matapishi. Lakini pia inaweza kawa ni yale majimaji madogo madogo ambayo yanatoka kwenye njia ya hewa, hasa yanatoka wakati wa kuongea au kukohoa. Yale majimaji ukiyagusa, na wewe una chance kubwa ya kuambukizwa. Lakini namna ya tatu ambayo inaweza kusababisha uambukizwe, ikitokea kuna mgonjwa au mtu mwenye dalili za ugonjwa wa Mpox ametumia baadhi ya vyombo au vifaa. Kwa mfano, akatumia vyombo vya kulia chakula, au ametumia mavazi, au ametumia mashuka, magodoro, na wewe baadaye ukaenda kuvitumia vyombo vile vile ambavyo vilitumiwa na mwathirika wa ugonjwa huu, na wewe utaambukizwa. Lakini namna nyingine ambayo unaweza kuambukizwa ni kupitia tunasema surfaces. Surfaces kwa maana ya, kwa mfano, meza na maeneo ambayo tunatumia kufanya shughuli zetu, ambapo mgonjwa wa ugonjwa huu wa Mpox alifanya shughuli zake pale, na kwa bahati mbaya aligusa au akazalisha majimaji yakabaki kwenye yale maeneo, na ukienda kutumia una chance pia ya kuweza kuambukizwa huu ugonjwa. Sasa baada ya kupata hivi vimelea vitaingia kwenye mwili, na kati ya siku 1 mpaka siku 21 unaweza kuonyesha dalili za ugonjwa huu tangu kupata kwa maambukizi. Na dalili zipi unaweza ukaziona? Dalili ya kwanza, huwa homa inapanda, kwa maana ya joto la mwili linapanda. Lakini dalili ya pili utaona maumivu ya kichwa. Unapata maumivu ya kichwa, ambao maumivu yake ya kichwa yanamfanana na maumivu ya kichwa na maambukizi mengine. Lakini pia utaona unachoka,
misuli inauma. Lakini pia unaweza ukapata vidonda vya kwenye koo. Sambamba na hapo, kuna mifumo mingine huwa inaathirika, inaweza kaathiri kwenye mfumo wa chakula, mfumo wa macho, kwa macho yamekuwa mekundu, mfumo wa chakula, sehemu ya haja kubwa kuona unapata maumivu, kwa watu wanapata choo. Lakini dalili kubwa ambayo inajitokeza na watu huwa wanapata mshtuko sana ni kupata upele pamoja na malengelenge. Vipele hivi hutokea maeneo karibu yote ya mwili, lakini hasa sehemu za mikono, sehemu za miguu, usoni, kifuani, ndio maeneo hasa yanayotokea. Lakini pia anaweza katokea maeneo ya sehemu za siri. Hizo ni baadhi ya dalili ambazo ukiziona ujue una viashiria vya kuwa na ugonjwa huu wa mpox. Lakini kwa dalili hizi ambazo nimezitaja, kwa kitaalamu tunasema hizi dalili sio mahususi kwa ugonjwa huu peke yake. Zinaweza zikaingiliana na magonjwa mengine, hasa ya maambukizi ya virusi. Kwa hiyo utakapoona dalili hizi, ni lazima ukutane na mtaalamu akufanyie uchunguzi, na akifanya uchunguzi atadhibitisha kwa kipimo, na baadaye atasema ni kweli umeathirika na ugonjwa huu wa mpox. Na huu ugonjwa tumesikia namna gani unaambukizwa. Namna pekee ya kuweza kujikinga na huu ugonjwa au kuudhibiti, ya kwanza kuhakikisha kwamba tukigundua kuna mgonjwa au muhisiwa wa ugonjwa huu wa mpox, tusisogeleane naye, maana tusigusane naye, aidha kwa kushikana mkono, kwa kukumbatiana, au kwa kufanya matendo mengine ambayo yanahusiana na kugusana na yule mgonjwa. Lakini jambo la pili, kutoweza kugusa yale majimaji ambayo yanazalishwa na huyu mgonjwa. Majimaji hayo yanaweza wakati anaongea au wakati anayazalisha, anaweza kaangukia sehemu yoyote na wewe ukayagusa ukapata maambukizi ya ugonjwa. Kwa hiyo tukiona yale majimaji ambayo niliainisha awali, tuyaepuke. Lakini sambamba na hiyo, ukikutana na mtu ambaye ana dalili za ugonjwa huu, inashauriwa hata kama mkisogeleana, angalau muwe na umbali wa kuanzia mita 1 kati ya yeye na wewe, ili yale majimaji atakayozalisha kupitia vile chembe-chembe zinazotoka kwenye njia ya hewa au mdomo isiweze kukufikia na kupata maambukizo hayo. Lakini jambo jingine ambalo tunapaswa kulizingatia kwenye matumizi ya vyombo na vifaa mbalimbali ambavyo vinahusiana na kutumiwa na yule mgonjwa wa mpox. Mfano, tumesema vyombo vya chakula hatupasi kuvitumia kwa pamoja. Ili uweze kuvitumia, lazima vitakaswe kwanza. Lakini jambo la pili, kwenye mavazi yetu ambayo mavazi ambayo yanatumika, hasa hizi shuka, magodoro, kwa maana sehemu za kulala, kama zitumika na mteja wa mpox au mgonjwa wa mpox, kuna nafasi kubwa na wewe ukitumia utaathirika. Kwa hiyo tuepuke kutumia hivyo vifaa ambavyo vimeshatumika na huyo mgonjwa wa mpox. Lakini jambo jingine, tumesikia kwamba huu ugonjwa asili yake ni kutoka kwa wanyama. Kwa hiyo namna nyingine ya kuweza kujikinga, kuhakikisha kwamba yale mazao ya wanyama pori, kwa mfano nyama, ngozi, tusiweze kuvitumia. Lakini cha pili, hata yule mnyama pori hatupasi kumgusa pale tunapokuwa tumehisi kwamba kuna viashiria mnyama huyu kuwa na ugonjwa wa mpox. Kwa hizo ni kazi ya dalili muhimu za kuweza kujikinga. Lakini niongeze ambao sikutaja awali, kuna jambo jingine ambalo tunapaswa kulifahamu, kwamba ugonjwa huu pia unaweza kuambukizwa kwa njia ya kujamiiana. Kwa hiyo kama tunaweza kuambukizwa kwa njia ya kujamiiana, maana yake tunashauriwa tusiwe na wapenzi wengi. Lakini pia kama tukitaka kufanya ngono, tufanye ngono salama. Lakini jambo jingine, kwenye hiyo pia tuepuke yale majimaji ambayo yanazalishwa kupitia yale matendo ambayo yanahusiana na ngono. Tunasema ni hatari, unaweza kusababisha vifo, ingawa hauwezi kulinganishwa na magonjwa mengine ya virusi kama Ebola, Marburg. Ukali wake haufanani na hayo magonjwa ambayo nimeainisha, lakini unasababisha mahuzi na unasababisha vifo kwa
makundi yafuatayo. Kundi kubwa ambao huwa wanapata madhara makubwa au ugonjwa mkali ni ile kundi la watoto chini ya miaka 15. Na vifo vingi ambavyo vimeripotiwa kwa milipuko mbalimbali duniani vimeonekana vinatokea kwa hilo kundi la watoto. Na sehemu kubwa inazungumzwa kwamba kuwa na kinga hafifu inachangia kupata ugonjwa mkali na kusababisha vifo. Yes, hiyo ni elimu fupi ambayo nimeweza kuitoa inayohusiana na ugonjwa wa Mpox. Naomba niishie hapo. Kama kutoka kuna maswali au kuna nyongeza niweze kukaribisha. Sasa ndugu wanahabari, lengo la kukutana hapa ni kupeana elimu kuhusu ugonjwa huu ili mwananchi wa kawaida aweze kufahamu. Na kama alivyosema mratibu wa tiba katika mkoa wetu wa Tabora, dalili za ugonjwa huu zinafanana na magonjwa mengi. Sasa ni namna gani tunavyoweza kutofautisha na magonjwa mengine? Ile ndio kubwa ambalo tumelenga kujulisha umma, lakini pia wana Tabora ili waweze kutambua kupata elimu mahususi kuhusu ugonjwa huu. Kwa maana ya kujua vizuri ugonjwa, kujua dalili zake, namna ya kujikinga na tiba yake ikoje. Kwa hiyo sisi ofisi ya mkuu wa mkoa baada ya kupokea taarifa hiyo ya wizara, tumeanza kufanya ufuatiliaji, utambuzi na uchunguzi wa wagonjwa kupitia vituo vya kutolea huduma za afya, lakini pia kuchukua hatua stahiki ili kudhibiti mlipuko wa ugonjwa huu katika mkoa wetu. Hilo ndio la msingi, kwamba tufanye kila jitihada kuhakikisha kwamba tunajikinga na ugonjwa huu kufika katika mkoa wetu wa Tabora. Lakini sasa niwahakikishie wananchi kwa serikali imejipanga kama alivyosema mganga mkuu wa mkoa, kwamba tayari halmashauri zimekwishaelekezwa kutenga vituo, na kwa maana ya hospitali za wilaya, lakini vituo vyetu na zahanati kutenga wodi maalum kwa ajili ya kutibu wagonjwa hawa endapo watatokea, lakini kuandaa dawa pamoja na vifaa tiba. Haya yote ni ya msingi sana ili itakapotokea kwamba kuna mgonjwa amepatikana basi tuweze kumsaidia. Hilo ndio la msingi, na ndio sababu nikasema kwa kweli niwapongeze timu yetu ya afya ya mkoa, nikupongeze mganga mkuu kwa hiyo hatua ambayo umechukua pamoja na mratibu wetu wa tiba. Mmefanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba tunafanya maandalizi. Hilo ndio la msingi sana ambalo kwa kweli lazima tuwashukuru. Sasa hili la kupeana elimu nalo ni jambo la msingi sana kama nilivyosema, na nadhani asubuhi nilikuwa naongea na mganga mkuu kwamba kwa sisi ambao sio madaktari, watu ambao sio wataalamu wa afya, unaweza ukawa profesa, ukawa dokta kama mimi, lakini ugonjwa huu ni ugonjwa mpya. Na nimepata taarifa kwamba haujawahi kuwepo nchini. Umetukuta. Umetukuta. Sasa usipoujua unaweza ukajikuta unaupata. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana na la busara kufahamu ugonjwa ukoje, na kila mmoja ana wajibu wa kujua. Na niwashukuru sana, mmekava yote ya msingi ambayo mwananchi akiweza kujua dalili, kuona dalili yoyote kwa mwenzake, basi yeye atatusaidia kuchukua hatua, kwa maana ya kutoa taarifa kwenye zahanati, kwenye kituo cha afya, lakini pia kumhamasisha yule mwananchi aweze kwenda kwenye kituo kilicho karibu aweze kupata huduma. Kwa hiyo haya ndio ambayo tumelenga katika siku ya leo, na nishukuru sana kwamba tayari mmeshukusha toa hiyo elimu. Sasa mimi naomba nitoe maelekezo yafuatayo ambayo nanyi pia mmeshayakava, lakini naomba tu nianze kwa kusema kubwa kabisa ambalo mimi nimeliona hapa na tayari mratibu wetu ameshazungumza. La kwanza kabisa ni mwananchi mwenyewe. Tumlenge mwananchi mwenyewe, mwananchi mmoja mmoja, kwamba tunamtegemea mwananchi mmoja mmoja kwanza ufahamu ugonjwa vizuri, au tofautishe ugonjwa na magonjwa mengine, na achukue tahadhari za dhati. Na tumeelezwa hapa kwamba mwananchi mmoja mmoja anatakiwa sasa kuepuka msongamano au mgusano wa karibu wa ngozi kwa ngozi, yani kwa maana yeye anagusana na mgonjwa kwa mtu mwenye vipele au dalili ambazo tumeelezwa hapa.
daktari wetu ametueleza hizi dalili ambazo zina mgonjwa wa mpox anakuwa nazo, ambazo ni pamoja na joto la mwili kupanda. Tumeambiwa kwamba unapata maumivu ya kichwa, unachoka, lakini joto la mwili kupanda linasababishwa hata na homa. Maumivu ya kichwa yanasababishwa na homa na magonjwa mengine, hata ukiwa na malaria, magonjwa mengi tu. Na umesema vizuri sana. Hata kuchoka, hata ukifanya kazi unachoka. Mimi hapo nikifanya kazi kila siku nachoka, sababu kazi ni nyingi, unachoka. Ila ili la vidonda vya koo kidogo hilo tofauti. Hilo tunasema ni some sort, ni unique kidogo, ni tofauti kidogo. Wewe ukipata na daktari amesema kwamba hii ni sio mara nyingi, lakini inaweza katokea kwamba ukapata vidonda vya koo. Lakini hili la kupata upele na malengelenge, hiyo ndio dalili ambayo inatofautisha ugonjwa huu na mengine. Unapata upele, na nashukuru yule ndugu yetu wa afya, afisa afya pale kanisani ametuhamasisha vizuri kuhusu hili la vipele na upele na malengelenge. Kwa hiyo sasa sisi tukishajua, mwananchi akishajua hizo dalili, ni wajibu wake kuhakikisha kwamba anaepuka kugusana na mtu mwenye dalili hizo. Lakini mimi ni shauri, sio lazima kutafuta mtu mwenye dalili, sio vizuri na sio busara kuhangaika kutafuta mtu mwenye dalili hizi. Kwamba wewe ngoja nimwangalie, mwandishi wa habari yule ana dalili hizi, si ndio? Au mganga mkuu ana dalili hizi, au mratibu ana dalili hizi, hebu ngoja nimchungulie kama ana dalili hizi. Hapana, sio busara kugusana na mtu. Kwanza sio busara. Kwa nini uniguse? Kwa nini umguse mwenzako? Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo hata kama sio ugonjwa hatupaswi kufanya. Kwa hiyo tuendelee na utaratibu wa kutogusana. Tuendelee na utaratibu wa kutogusana. Hakuna sababu ya kugusana wala kukaribiana. Hakuna sababu. Kama unazungumza na mtu, kwa nini ukae umbali wako na yule mtu unayeongea naye uwe ni futi moja? Mnasogeana kabisa mpaka futi moja au nusu futi. Hivi kwa sababu gani? Hii inakuwa ni kama wendo wazimu fulani. Unapozungumza na mtu, tunajua kwa taratibu na mila za Kitanzania, lazima ukeep distance. Sio jamani? Lazima ukeep distance, iwe mita moja mnazungumza. Lakini ila kugusana hili mpaka unamkaribia mtu, hapana, sio kitu kizuri. Kwa hiyo mimi, kama mnanielewa, tusiangalie tu kwamba huyu mtu ana zile dalili alafu tuseme okay, sitamgusa au sitakaribiana naye kwa sababu ana dalili. Ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tunapozungumza basi tuna keep distance. Huo ndio ustaarabu wa mazungumzo. Lakini la pili tukaambia usimbusu au kumkumbatia au kufanya ngono na mtu aliye na mpox. Sasa kwanza hii ya kubusubusu, kama wewe na mpenzi wako kama una mpenzi wako, basi wewe mbusu tu mpenzi wako. Kwa nini unahangaika kubusubusu tu ovyo? Hizo ni tabia mbaya hizo. Kwa sababu kuna vitu vingine Mungu anavileta ili kutufundisha. Kwa nini unaenda labda unaenda baa, unaenda kunywa, alafu unakuwa na busubusu watu, umeshalewa na busubusu watu ovyo, unakutana na mtu barabarani labda ni rafiki yako wa siku nyingi, bado unataka kumbusu. Si ndio? Yaani bila kumbusu huwezi kuridhika. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo naturally havitaki kuwepo. Au ili la kufanya ngono. Kwa nini unafanya ngono? Kwa nini unafanya ngono? Wewe una mke wako, una mpenzi wako, wewe mwaminifu. Na haya hapo kwenye msahafu, kwenye Biblia, lakini kwenye Qur'ani. Kuwa mwaminifu kwa mpenzi wako. Kwa nini unaenda kuhangaika kufanya ngono zembe? Kwa hiyo mambo mengine ya kujitakia, na haya umeeleza mratibu wetu, ni mambo ambayo kwa mila na desturi na tunasema maadili mema, kwa kutumia maadili mema ya mtu moja tunaweza tukaepuka. Kwa hiyo bora tuache kabisa haya mambo ambayo kwa kweli sio tabia nzuri. Lakini hili la kuepuka kugusa vifaa anavyotumia mtu aliye na mpox, nadhani ni ile ambalo tumezungumza mganga mkuu kwamba endapo itatokea, na tunazidi kumwomba Mungu isitokee kwetu Tabora, kwamba okay, tumepata mgonjwa, basi tunategemea wale waganga wetu wanaotoa hii tiba wasigusane na vile vifaa, wawe na uangalifu wa hali ya juu. Na kule nyumbani, basi kama imetokea kule nyumbani, tuepuke kuvigusa vile vifaa.
ili linatekelezeka pia. Lakini kunawa mikono mara kwa mara na kwa sabuni na maji tiririka. Mnakumbuka wakati wa corona tulikuwa tunasisitizwa kunawa mikono kwa sabuni na maji tiririka, lakini pia kutumia sanitizer. Mnakumbuka ni juzi tu 2019. Kwa hiyo hili wananchi wanalifahamu vizuri na tuna uzoefu nalo. Maana yake ni kwamba kila mwanakaya hakikisha anakuwa na maji tiririka, anunue sabuni na tunawe mikono mara kwa mara. Tunawe mikono mara kwa mara. Ikitokea bahati mbaya basi umemsalimia mtu kamgusa mkono, umkashikana mikono, kwa sababu na vitu vingine vinakuja tunaitaga ni automatic bila kufikiria. Basi baada ya kufanya unafikiria kumbe mimi nilimgusa bahati mbaya. Kwa hiyo unaenda kunawa mikono kwa sabuni na maji tiririka. Ndio. Kwa hiyo huu ni utamaduni ambao bahati nzuri wakati wa corona wa Tanzania tulieleweshwa na tuliutumia vizuri na uliokuwa wananchi wengi sana. Hili nadhani nashukuru umeeleza vizuri kwamba tuzingatie pia. Sasa hayo ni kwa mtu moja moja kama nilivyosema, ndugu zetu wanahabari, bila mtu moja moja kuchukua hatua mikakati yetu yote hii itakwama. Na sisi tuna uzoefu na kusimamia mambo ya wananchi. Sisi tunaelewa kabisa kwamba mkakati wa kwanza ni wananchi wenyewe kuandaa ili waweze kulikubali hilo. Lakini la pili kubwa ni kusimamia utekelezaji wa maelekezo ya serikali ambayo Mheshimiwa Waziri wetu aliyatoa tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka huu. Na mganga mkuu ni kushukuru sana. Na nishukuru sana timu hii. Nilikuwa najaribu kufikiria hivi kama sisi tungekuwa tujashusha haya maelekezo kwenye halmashauri tungeonekanaje. Kwa hiyo niwashukuru sana kwamba tayari na sisi baada ya kupokea yale maelekezo tumezielekeza halmashauri nini wafanye ili kujikinga na ugonjwa huu. Kwa hiyo hilo kwa maana ya maelekezo na mikakati, kwa kweli ngazi ya taifa tushukuru sana ngazi ya taifa, lakini tushukuru pia ngazi ya mkoa kwamba ile ambalo nilikuwa nategemea lifanyike tumekusha lifanya na tuko vizuri. Na tumekubaliana kwamba timu yetu hii ya uratibu wa afya ya mkoa itapita kwenye kila halmashauri ili ione sasa wale waganga wakuu wametekeleza vipi yale maelekezo ngazi ya taifa, lakini maelekezo ngazi ya mkoa. Na kama itatokea kuna wazembe watu ambao wanachukulia haya mzaa, nadhani kwa kawaida kwa utaratibu wa serikali ni kuwachukulia hatua. Kwa hiyo naomba hili jambo msifanyie la mzaha, kwa sababu kama nilivyowaambia, heri kujikinga. Kujikinga ni bora zaidi kuliko tiba. Tukipata wagonjwa hapa wa mpox tutaanza kukimbizana. Lakini effort au nguvu, jitihada za kujikinga ndizo tuzipe kipaumbele zaidi kuliko zile za kusubiri mpaka tuwe na wagonjwa. Na sio ustaarabu. Lakini la tatu, nafikiri mganga mkuu wa mkoa na timu yako basi utaendelea kusimamia hizi timu za wilaya kwa maana ya halmashauri ili zifanye kazi yake vizuri kwa kuzingatia miongozo ambayo serikali imetoa na itakuwa inaendelea kutoa mara kwa mara. Hili la kawaida na naomba tu muendelee nalo. Lakini kikubwa ambacho nimesisitiza hapa ni hili la kuendelea na ufuatiliaji wa mara kwa mara. Na kwa ufuatiliaji maana yake tupate taarifa za mara kwa mara kutoka kwenye wilaya kuhusu namna walivyojipanga na mikakati wanayotekeleza ili kujikinga na ugonjwa huu. Tunapenda kuwatoa hofu wasiwe na taharuki kuhusiana na ugonjwa. Mpaka sasa mkoa wetu bado uko salama, lakini kwa sababu tahadhari imetolewa na Wizara ya Afya kwamba mlipuko uko nchini, cha msingi tunachowashauri na kuwahimiza wazingatie ushauri na maelekezo yanayotolewa na serikali pamoja na ushauri unaotolewa na wataalamu wa afya kuhusiana na ugonjwa. Iwapo atatokea mgonjwa aweze kutoa taarifa mapema au mgonjwa kuwaisha kwenye kituo cha kutolea huduma za afya na tahadhari zote wanazoelekezwa za kujikinga na ugonjwa. Lakini tunapenda tu kuwatoa wasiwasi wasishindwe kufanya shughuli zao za kiuchumi kwa sababu ya ugonjwa. Serikali imeshajipanga kupambana na mlipuko kwa sababu serikali ina uzoefu na kukabiliana na magonjwa ya milipuko.